BBI imetolewa, ile ripoti yetu ya BBI. Nasikia iko mtu amesema ni leo nyoka imetoka. Sasa mimi nikajiuliza, kama ni nyoka ikitoka kwa shimo, mimi nilifunzwa kwa Biblia nagonga kichwa inakufa ama inarudi kwa shimo. Lakini sisi ni wangwana. Report tutasoma. Jambo ni yauliza, sababu ni report, tusishurutishwe hata kidogo ya kuwa lazima tufuate mwelekeo fulani. Tupewe nafasi. Ile ripoti ya kwanza tuliambiwa itachapishwa, wananchi wajisomee. Hapa Eldoret mliletewa hiyo ripoti? Mulipata? Hata hii tumeambiwa itachapishwa, tujisomee. Walete tujisomee. Kama iko na mambo ambayo inahusu mwananchi wa kawaida, hao watu ambao Chomba marehemu walikuwa na watetea, basi tutasemezana. Your Excellency, want to agree with what you said yesterday, and the President agreed with you that we need to have a robust national conversation on this BBI. It cannot be one way or the highway. We must all speak to one another, and it must be from the leadership to the people down here. It must be a document that speaks to the people, a people-centered document. If it is not speaking to the people's issues, I have a problem with it. If it only speaks to issues to do with leadership, there is a problem. Na hatutatatua shida ya nchi yetu kwa kuzingatia mambo ya viongozi peke yake. Na ndio ningependa kuuliza wale nimesikia leo wakiongea kwa hasira mingi, na nilisikia Mheshimiwa Bingwa hapa akiuliza naibu wa rais ati hata ile mikokoteni na kaosh na wheelbarrow na bodaboda unapeana kwingine ulete hapa. Ama sikusikia hiyo Bingwa akisema mnaenda hiyo wheelbarrow ni mnaenda mikokoteni na bodaboda mnataka. Bas, Mheshimiwa naibu wa rais, sio wewe umekuwa wazimu ukafikiria utaamka upeane mkokoteni na wheelbarrow. Ni raia wanasema, sababu wanajua kazi ya wheelbarrow, wanajua kazi ya mkokoteni, wanajua kazi ya bodaboda. Na ndio maana nasema wale nimeona leo wakiongea kwa hasira, wakiuliza kama leo hii ndio tumejua watu wanahitaji wheelbarrow. We want to tell them, please relax. We must have a conversation. BBI will not be about one way or the highway. We will converse as Kenyans. If you think or if you imagine you will force it down the throats of Kenyans, ile tuliambiwa na mtu mwingine ati tutapewa polepole kama quinine, kama dawa ya malaria, hata ikiwa kali tumeze, tutaiweka kwa mdomo, tutatema ikiwa kali. Au sio? Kama ni dawa tuleteni ya corona kwanza, sio kuiba pesa ya corona. Au sio? Therefore, let me say, hiyo hasira mingi watu watulize. Muache kutisha watu. Na mambo ya wheelbarrow inawaletea hasira. Tukiongea mambo ya mtu wa mkokoteni na bodaboda inawaletea hasira. That robust national conversation, Your Excellency, that you spoke about, and I am happy that President Uhuru Kenyatta agreed with you that we must have it as a conversation. That conversation will be between the mkokoteni pusher, mtu ya wheelbarrow, mtu ya bodaboda, mwenye anataka kuwa prime minister, mwenye anataka kuwa waziri, hata wewe unataka kuwa rais. We will have that conversation as a country, but it cannot be about a few people. Na waache kuwa na hasira ya kuwa hawa watu wadogo wamegundua that for many years, and I want to agree with my brother Kimani Ngunjiri, for many years tumetumiwa na makabila zetu, na nafurahi tukiwa hapa Uasin Gishu nyinyi mmekubali kuishi kama Wakenya wa jamii moja ya Uasin Gishu bila
kubagua huyu ni kabila gani ama ni wa dini gani. And that is the Kenya we want to build. There are those who have used our tribes to enslave us. And if they imagine that that conversation will continue being about our ethnicities and how you will use our ethnicities to divide us for your own selfish ends, tafadhali pateni habari. Wale mlifikiri ni wajinga, mukasema watu ya bodaboda ni wajinga, mtu ya mkokoteni ni mjinga, hao wajinga wamerevuka. They will be on the table having a conversation with you about the future of this country and about the future of their children. Sababu Kenya ni yetu sisi wote. Tusifikirie sababu tumepewa nafasi ya uongozi sisi ndio wenye kujua, ama Kenya ni yetu sisi tukiwa wachache kama viongozi. Let us respect each other. Let us have that robust national conversation. Na nataka nimalizie kwa kusema report tutasoma na tusishurutishwe na tusiambiwe njia ni moja. Muache mtu ya wheelbarrow, mtu ya mkokoteni, mchapishie report pia asome. Usimseme ni mjinga ajui kusoma. Viongozi pia wasome. Na wenye wajui kusoma tutasoma, tutawaelimisha ili tuelimishane, mwishowe tujadiliane, tujue kama ni suluhu za maisha ya wananchi wa kawaida ambao uchumi umezorota na mambo ya COVID, ama ni mambo ya kubadilisha katiba kuweka vyeo ya watu wachache. Kwa hayo mengi, wacheni niseme asanteni na Mungu awabariki. Ni hii maneno tumesikia speaker amesema ya BBI ambayo inakuja. Sheria ya Kenya, the 2010 constitution is our law. Ni sheria yetu sisi zote, si ya mtu mmoja. Hiyo sheria tukitaka kubadilisha, tutaamua kama Wakenya. Kama kuna mahali hiyo sheria ni mbaya, tutabadilisha. Hiyo sheria sio ya mtu mmoja. Hiyo sheria sio ya watu wawili. Kwa hivyo wakati mnatuambia jinsi ya kutengeneza BBI, ongelesha sisi vizuri. Bana lazimisha sisi. Nilikuwa nasikia mwingine anatuambia ati ni kama quinine. Utameza upende usipende. Ukiongea hivyo, my friend, hiyo document utararua ukiongea hivyo. You know, we are Kenyans. Sisi ni wa Kenya pia. Na huwezi lazimisha sisi tukule kitu yenye hatutaki.